Watu wanaweza kukuchukia kwa sababu hawapendi uwazidi. Watu wanaweza kukuchukia ghafla mpaka ukashangaa. Unajiuliza sababu ni nini? Kumbe hawapendi uwazidi. Tena kuna wengine ambao mlianza biashara pamoja. Kuna wengine ambao mliajiriwa kazini msimu mmoja. Ghafla tu ukaanza kufanikiwa labda kwenye biashara yako ikakua kwa ghafla pa. Ukaanza kwenda Dubai kufuata mzigo, ukaanza kwenda Kariakoo kufuata mzigo mkubwa. Unashangaa na kuchukia ghafla pasipo na sababu ya msingi. Kama ni mfanyakazi, mara pindi tu unapopanda vyeo haraka kazini, wao unawaacha pale pale. Unapokuwa na nafasi kubwa kwenye ajira yako, wao unawaacha pale pale. Unaponunua gari, unapojenga nyumba, unashangaa maadui waliokuwa marafiki zako wanaibuka na wana fight against you, wanakuonyesha chuki za waziwazi. Sababu ni watu hawapendi uwazidi. Unajiuliza, kipindi ambacho mko level moja ya uchumi, walikuwa ni marafiki zako wazuri, mnashauriana, mna enjoy pamoja. Ghafla tu wanaanza kujitenga na wewe na kuanza kukuchukia. Kumbe sababu ni maendeleo yako. Tena utajiuliza swali, kipindi ambacho unaanza maisha, yamkini kuna wengine walikusomesha. Yamkini kuna wengine ndio walikuwa wateja wako wakubwa. Yamkini wengine walikuwa ni washauri wako. Ghafla wanapoonyesha kufanikiwa wazidi wao, wanaibuka na kuwa maadui wako wakubwa. Sometimes unaweza kupoteza muda kuanza kuwaomba msamaha, lakini hawatakuelewa, watakuona kama adui. Kumbe sababu ya wao kukuona adui ni maendeleo yako. Lazima ujifunze kuishi na watu. Siasa inasema hakuna rafiki wa milele na hakuna adui wa kudumu. Hiyo somo ukilijua vizuri itakusaidia sana ndugu yangu. Kuna watu ambao ili wakufurahie lazima uwe chini yao. Yaani wamezoea wewe ndio uwe unawaomba wao, na wakikupa wajisifie kama sisi ndio tumemsaidia yule. Ukionyesha upo juu yao na wewe unataka uwasaidie wao, wanaanza kukuchukia. Jifunze kuishi na watu. Utaelewa ipi nyeusi, ipi nyeupe. Niite Leo Viazi, ni mwalimu na mkufunzi wa masuala ya kidini, kiimani, kiuchumi pamoja na kijamii.